Basi ndugu yangu mpendwa, ndugu zangu wafuatiliaji katika mitandao ya kijamii, karibu sana katika somo la leo. Somo la leo linasema kanisa ni nini? Kanisa ni nini? Kumekuwa na nadharia nyingi sana juu ya kanisa. Kanisa ni nini? Watu wengi wamejenga makanisa makubwa, wamejenga mijengo mikubwa ya kifahari, na hiyo tu wakijua kwamba wanamjengea Mungu kanisa. Je, tuone katika mada ya leo kanisa ni nini? Kwa sababu watu wengi wamejivunia sana kuwa na majengo mazuri, majengo ya kuvutia, na hayo majengo wanayoyajenga wanayaita kwamba hayo ndiyo makanisa au hilo ndilo kanisa la Mungu. Je, leo tunakwenda kuangalia kanisa ni nini? Na moja kwa moja niwaalike tu, hebu tufungue kitabu chetu cha maandiko matakatifu Biblia, twende katika kitabu kile cha Timotheo ya kwanza, sura ile Timotheo ya kwanza 3 mstari ule wa 15. Naomba nikimbie hapo katika kitabu cha Timotheo ya kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 15. Inasema hivi. Inasema, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Kwa hiyo katika andiko hili tumeona kwamba kanisa ni nyumba ya Mungu. Kanisa ni nyumba ya Mungu. Na watu wengi wanavyosikia andiko hili, wanavyosikia maneno haya, wanajenga akilini mwao na kusema kwamba kanisa ni majengo. Kwa sababu hii imesema kwamba kanisa ni nyumba ya Mungu. Watu wameanza kutumia mali zao nyingi, kutumia fedha nyingi, kujenga mijengo ya kifahari, wakidhani ya kwamba wanamjengea Mungu kanisa. Na andiko hili linatumika pengine kwa kuwadhihirishia watu kwamba mahali ambapo jengo la kifahari limejengwa, ambalo jengo hilo likapewa jina ya kanisa, wanadhani ya kwamba Mungu ndio anaishi humo. Lakini Mungu anasemaje? Je, kanisa ni majengo hayo ambayo yamejengwa kwa mikono ya kibinadamu? Katika kitabu kile cha Isaya sura ya 66 na ule mstari wa kwanza, Mungu anasema jambo moja ambalo inatakiwa tujifunze sisi kama ni watu ambao tunahitaji kuingia mbinguni, watu ambao tunahitaji pia kujifunza maandiko matakatifu. Inasema kitabu cha Isaya sura ya 66 na ule mstari wa kwanza, fuatana na mimi pia, chukua kama una Biblia yako hapo tuweze kwenda pamoja. Inasema, Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzika ni mahali gani? Unaona, Mungu hapa anatuweka wazi na anajenga kama swali kwamba tutamjengea Mungu nyumba ya namna gani ili aweze kukaa? Kwa sababu mbingu ni mahali pake pa kukalia, lakini pia dunia ni mahali pake pa kuwekea miguu. Je, tutaweza kujenga nyumba gani ambayo itaweza kumtosha Mungu aweze kukaa ndani yake? Kwa haraka ukiona hivyo, maana yake hakuna mtu ambaye anaweza akajenga nyumba ya Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tutoe fikra za kusema kwamba tunapojenga mijengo
hiyo mizuri, tunadhania kwamba tunamjengea Mungu kanisa. Lakini pia katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 7 na ule mstari wa 47 na 48. Matendo ya Mitume sura ya 7 na ule mstari wa 47 na 48. Mungu anasema hivi. Mungu anasema kwa kupitia mtumishi wake, anasema hivi. Anasema hivi. Kitabu cha Matendo ya Mitume, naam, ni Matendo ya Mitume sura ile ya 17. Samahani, sura ile ya 17 na ule mstari wa 47 na 48. Anasema hivi. Ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari ni wa 24. Inasema hivi. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 24 inasema, Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Mungu wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu kwa kuwa ni mfalme, ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono ya kibinadamu. Unaona? Lakini pia haya ni maandiko yanatakiwa tujifunze kwamba tunapozungumzia habari ya kanisa, kanisa si jengo. Kanisa sio jengo ambalo tunajivunia lina viti vizuri, lina mapambo mazuri, lakini pia limekaa katika mazingira mazuri, mandhari ya kuvutia. Na wengine wametumia gharama kubwa, gharama nyingi kutengeneza mijengo hiyo, wakidhani ya kuwa wanamtengenezea Mungu nyumba. Lakini Mungu anasema Mungu hawezi kukaa katika nyumba zilizofanywa kwa mikono ya kibinadamu. Lakini pia kuna fungu hili la Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ile ya 7. Matendo ya Mitume sura ile ya 7 na ule mstari wa 47 na 48. 7:47 na 48. Inasema hivi. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii. Naam, nasoma kumladhi, nimesoma 30, nimesoma 37. Ninaenda kusoma 47. Inasema hivi. Lakini Sulemani alimjengea nyumba ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, kama vile alivyosema nabii. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanajirudia na kusema kwamba ijapokuwa Sulemani alimtengenezea Mungu hekalu, alimtengenezea Mungu nyumba, lakini Mungu hakai kwenye nyumba zilizotengenezwa na mikono ya kibinadamu. Mpendwa, unapofuatilia video hii, hebu angalia uone jinsi maandiko yanavyozungumza. Kwa hiyo kanisa si jengo. Kanisa sio jengo au nyumba iliyotengenezwa kwa matofali ya choma au kwa matofali ya bloko au kwa matofali ya au kwa miti mirefu au kwa malighafi za thamani. Mungu hakai kwenye nyumba za namna hiyo, na Mungu hajengewi nyumba yake na mwanadamu na mikono ya kibinadamu. Sasa kama hajengewi na mikono ya kibinadamu, swali, je, ni nani ambaye anamjengea Mungu nyumba sasa?
anayemjengea Mungu nyumba si mwanadamu, lakini anayejenga nyumba ya Mungu ni Yesu Kristo. Ni Yesu pekee ndiye anaweza kujenga nyumba ya Mungu. Katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 16 na ule mstari wa 18, naomba nisome hapo. Mathayo 16 na ule mstari ni wa 18. Inasema hivi, 16:18, kitabu ni cha Mathayo, inasema hivi. Tuanze 17. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simeoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Haya ni maneno ya Yesu, anasema kwamba anayeweza kujenga kanisa la Mungu ni Yesu Kristo. Yesu pekee ndiye anaweza kujenga kanisa la Mungu. Lakini pia tukisoma katika kitabu cha Zekaria, tusome kitabu cha Zekaria. Twende katika kitabu kile cha Zekaria. Zekaria tuone naye pia mtumishi wa Mungu anasemaje. Je, ni nani ambaye anaweza kujenga kanisa la Mungu? Tumuone mtumishi Zekaria katika kitabu kile cha Zekaria. Naam, kitabu kile cha Zekaria sura ile ya 6 na ule mstari wa 13 inasema hivi. Naam, yeye atalijenga hekalu la Bwana, naye atauchukua huo utukufu, ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi, na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Unaona Na hii inasema kwamba naam, yeye atalijenga hekalu la Bwana. Huyo ni nani? Ni Yesu Kristo, ndiye atakayeweza kujenga hekalu la Bwana. Kanisa la Mungu halijengwi kwa mikono ya mwanadamu, wala halijengwi na washiriki, kwamba mshiriki ataenda kuchukua matofali, atengeneze msingi, ajenge kanisa la Mungu. Hapana kitu kama hicho. Au mtu mwenye pesa aseme kwamba mimi kwa sababu nina pesa niweze kulifadhili kanisa, niweze kuwafadhili watu watengeneze kanisa la Mungu, wamtengenezee Mungu kanisa. Hapana, haiwezekani. Mungu hajengewi kanisa kwa mikono ya kibinadamu, lakini anayejenga kanisa ni Mungu mwenyewe. Na tumeona kwamba Mungu hawezi kukaa katika kanisa au katika mahekalu yaliyofanywa na mikono ya mwanadamu. Mungu anasema hawezi kukaa. Na Mungu hawezi kukaa kwenye makanisa yaliyotengenezwa na wanadamu. Kwa hiyo ndugu zanguni, tunapojenga nyumba, tunapojenga sehemu nzuri ambazo tukizitengeneza vizuri, tukisema kwamba hii ndio inaitwa kanisa la Mungu, hapo tutakuwa tumepotea njia. Kanisa la Mungu sio mjengo wenye mabati na matofali. Sasa kama kanisa la Mungu sio mjengo wenye mabati na matofali, sasa swali, je, kanisa la Mungu ni nini? Kanisa la Mungu ni nini? Hebu twende kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3 na ule mstari wa 9. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 9, tuone, je, kanisa la Mungu, kama Mungu anasema kwamba Mungu hawezi kujengewa kanisa kwa mikono ya kibinadamu, na Mungu hakai katika majengo ya kibinadamu akisema kwamba hapo ndipo amekaa katika kanisa lake. Mungu hakai hapo. Je, kanisa la Mungu ni lipi ambalo Mungu hukaa ndani yake?